Thank you for watching Weekend Prime and welcome back. Now, one person died and several others injured during a shooting incident involving Gatundu South MP Gabriel Kagombe during an altercation over a market in Kiganjo Thika. Now, the shooting followed a confrontation between villagers and supporters of area MCA Peter Mburu over a disputed piece of land earmarked for opening. Now, detectives from the Directorate of Criminal Investigations have taken up the matter in a bid to find answers to the shooting incident and who is culpable. Our very own Ode Francis visited the area and now reports. This footage has captured a critical moment. Gatundu South's Kagombe allegedly discharging a firearm, an act purportedly that led to the shooting dead of 26-year-old David Ndwati and wounding Anthony Kamau and Philomena Nzioki. Mahali nienda nikajificha ili nisionekane na wale polisi ambao walikuwa wamefuata watu. Nikashtukia mtu ameanguka kando na mimi. Mimi tukaangaliana kwa macho, akaniuliza nini naendelea bro. Nikamwambia wewe uone juu alikuwa amevaa vest ilikuwa imefunguka kidogo, na nikamwambia wewe uone umepigwa risasi, damu ilikuwa inamtoka. The cause of the violent altercation being a dispute over a parcel of land earmarked for market use. Local Member of Parliament Alice Ng'ang'a had presided over food distribution and was to launch the disputed market. The previous night kulikuwa na some rumors that this land inakuja the MP anakuja kugawia watu wake. So the MCA alikuja akamobilize the community akawaambia this because this is their land. Wakakuja walikuwa watu wengi over 400 wenye walipata, ukihesabu hizi spaces ni kadogo nika 5x6. Kila mtu alikuwa anakuja anapimiwa na jenga. Hiyo ilifanyika lini? Kupima ilipimwa juzi, but sasa jana ndio ujenzi ilianza. The sitting member of Parliament Thika constituency, Madam Alice Waboi Ng'ang'a, wakati walikuja kulipata kuwa na mfurugano. Na mfurugano wakati ulipotendeka alikuwa amekuja na wabunge kutoka nyanja zingine Gatundu South na kutoka Gatundu North na hata Kikuyu constituency. Ilipofika kitu saa 9 maji yalizidi unga kwa sababu mbunge alisema lazima akuje afungue soko. At this time, the construction of Kameno Market, spearheaded by Ward Representative Peter Mburu, is said to have ignited the conflict. Spent cartridges of bullet are now in the possession of the Kameno Member of Assembly, Peter Mburu, reportedly discharged by someone claimed to be the MP of Gatundu South, Gabriel Gakombe. Mambo mengi yalifanyika, kulikuwa na mkutano mwingine walitengeneza pale juu ambayo ni ya kupeana chakula, na hata hiyo chakula haikupeanwa. Kube kulikuwa na jambo lilikuwa lifanyike. Wezi toka Gatundu unakuja kuleta siasa hapa Kiganjo. Unaleta Kiganjo alafu wewe unapepea na ndege huko juu, unaacha watu wakiangamia huko chini. Hiyo ni aibu kubwa sana. Wakaja na tingatinga ati ni ya kulima, wakaja na kibao ati wanataka kupanda, na tulikuwa na public address yetu hapo. Alikuja na goons ambao walipiga public address yetu mateke. Na hapo ndipo vurugu ilianza. Among leaders who had turned up to accompany MP Ng'ang'a in the assembly that turned into a battleground included Majority Leader Kimani Ichung'wah, Gabriel Kagombe, MP for Gatundu South, Elijah Kururia, MP for Gatundu North, the ward representative for Mwiki, as well as administrative officials. Stephen Kanjo recounts the final moments of David Ndwati's life. Tofauti yangu na yeye ni kwamba mimi nimeamua ni wakati wa kufanya nini? Kazi. Na mimi kama MCA sina lingine, lazima nifanye kazi na governor ambaye aliyepo. Wakati hili shamba lilifanya. Now, still on that story, let's look at alarming